story zote za burudani, na mimi siku zote huwa nakusogeza zile story zote za burudani ambazo zimefanya poa sana. Story ambayo nimeweka mimi hapa muda huu ni story kuhusiana na nominations za tuzo za Grammy ambazo zinatarajia kufanyika Februari 1 mwaka 2026, na watu wengi wamekuwa kuna maneno mengi sana ndio mambo ya kijamii, na kumekuwa kuna story nyingi sana kuhusiana na watu ambao wamekuwa nominated. Watu wengi wamekuwa wana doubt sana, kwa nini msanii huyu yupo, kwa nini msanii huyu yupo, lakini all in all ni kuwapongeza wale wasanii wote ambao wamekuwa nominated kwenye tuzo hizo. Lakini sad story ni kuhusiana na wasanii wetu kutokea East Africa. Wawakilishi wamekuwa ni wachache sana, kwa sababu ukiangalia kwenye nominations za tuzo za Grammy, na kwa upande wa East Africa msanii pekee ambaye anatuwakilisha ni Eddy Kenzo kutokea kule nchini Uganda. Na design kama Eddy Kenzo amekuwa ni msanii ambaye anapata mashavu mengi sana, ama anapata bahati ya kuwa nominated kwenye tuzo hii, kwa sababu hii ni mara ya pili anakuwa nominated kwenye tuzo za Grammy, na mara ya kwanza ilikuwa ni mwaka 2022, na this time around 2025 anakuwa nominated kwa mara nyingine tena. So inakuwa ni hatua kubwa sana kwa Eddy Kenzo. Design kama Eddy Kenzo inabidi awape siri wasanii wengine wa East Africa. Siri ni nini? Kwa nini yeye anakuwa nominated sana kwa wasanii wengine wanakuwa hawa nominated? Kwa sababu tangu ulimwengu uanze, ama tangu dunia iumbwe mpaka hivi tunavyoongea hapa, hakuna msanii wa East Africa ambaye amekuwa nominated kwenye tuzo za Grammy mara 2 zaidi ya Eddy Kenzo. So ni jambo kubwa sana, na Eddy Kenzo amekuwa nominated kwenye kipengele cha Best African Music Performance, ambapo humo ndani anashindana na Burna Boy, anashindana na Tyler, anashindana na Ayra Starr kwenye ngoma ya Who That Girl. So unaona kabisa anashindanishwa na wasanii wakubwa, wasanii wakali, na pia nimesema kwamba anashindana pia na Davido kutokea kwenye nchini Nigeria. So unaona kabisa design kama amekuwa ni mchongo ambao umemake hidden ile kinomanoma, na watu wengi wamekuwa wanajiuliza Eddy Kenzo atatoboa kweli. Lakini kwangu mimi Eddy Kenzo ni msanii mkubwa sana, na ninaamini kwenye uwezo wake lolote linaweza kutokea. Acha tusimkatie mtu tamaa kirahisi kiwango cha pengine Eddy Kenzo anaweza akafanya maajabu ambayo hajawahi kufanya hata mara moja. Lakini kitu ambacho kinaniumiza kichwa ni kuhusiana na watu wengi kuwa kama wanatupa lawama nyingi sana kwa wasanii wetu kutokea Tanzania, kwamba inakuwaje wasanii wetu wa Tanzania hawao nominated kwenye tuzo za Grammy, kwamba hakuna wanachofanya, ama wanachofanya ni kitu ambacho cha kawaida sana. Watu wengi ambacho wanachokisahau ni kwamba Grammy hawaangalii viewers wa YouTube ambao uko nao, hawaangalii sijui ngoma ina viewers wangapi, sijui ngoma, wanaangalia vitu vingi sana. So ndio maana inapelekea wasanii wetu kushindwa kuwa nominated kwenye tuzo hizo. Na kidizolifani kama watu wamekuwa wanasema kwa nini wasanii wa West Africa wanaweza kuwa nominated, lakini wa Tanzania ama wa West Africa imekuwa ni wakugushi sana, mara moja sana. Kwa nini wanashindwa kutoboa? Kwa sababu kipengele pekee ambacho wa Tanzania ama watu wa West Africa wanakitegemea sana kipengele cha Best African Music Performance. Wanategemea sana, pengine unaweza kuona msanii kutokea Tanzania ama kutokea kule, kutokea Kenya, kutokea wapi, anaweza kuona mtandao. Lakini imekuwa ni changamoto, na wasanii ambao wanakuwa pale mara nyingi wanakuwa wasanii kutokea Nigeria, kutokea South Africa, yani ni wasanii kutokea kule West Side. Upande wa East Africa kumekuwa kuna changamoto kubwa sana wasanii wetu. Kitu pekee ambacho mimi nakiona ni kwamba wasanii wetu hivi sasa inabidi waache kufanya kazi kutokana na upepo, yani kwa sababu Grammy hawaangalii yani wewe kwa kuwa umesikia mapiano yanafanyika sehemu fulani na sisi tufanye mapiano, kwa kuwa sijui huko nafanya, inabidi tufanye muziki wetu. Wasanii wetu hivi sasa inabidi wafanye muziki wetu sisi wenyewe, kwa sababu ndio muziki ambao unatutambulisha sisi ulimwenguni. So wasanii wetu wafanye muziki wetu. Na jambo jingine ambalo nataka niongelee ni kuhusiana na kuandaa wetu wasanii kutokana na kushindwa ama kuchukua nominated kwenye tuzo, ama kushindwa kuchukua tuzo. Kitu ambacho mimi nakijua kwenye maisha, sio kwamba msanii kushindwa kuchukua tuzo inamaanisha ni msanii mbaya sana, ama msanii kushindwa kuwa nominated kwenye tuzo fulani inamaanisha sio msanii mzuri. Haimaanishi hivyo. Kushindwa kuchukua tuzo, kushindwa kuwa nominated kwenye tuzo haimaanishi ni msanii mbaya. Inamaanisha ni kwamba kazi yako pengine kwa sababu kuna wasanii wengi wanafanya kazi, so kazi yako imelinganishwa na kazi za wasanii wengi sana. So kazi yako kutokuwepo pale haimaanishi wewe haufanyi kazi nzuri. Kazi zako ni nzuri sana. Na ninakukumbusha tu msanii kama Harmonize, msanii kama AY, ngoma zao zilikuwa recognized kwenye tuzo za Grammy. Zilikuwa ni ngoma ambazo nazo zimetambulika kama ni miongoni mwa ngoma ambazo pengine zinaweza kuingizwa kwenye nomination, lakini kwa bahati mbaya sana hazijapata bahati hiyo. Lakini kitu ambacho tunakiomba
Kama tunaweza kupeleka ngoma Grammy wenyewe wakaziona kwamba hizi ngoma zipo organized na Grammy, kwamba kuna ngoma hii, kuna ngoma hii, kuna ngoma hii. That means kwamba one day tukiendelea kufanya kazi nzuri, ipo siku tuna sisi hapa ngoma zetu zitafika pale. Pia tusipende kuwa-underrate wasanii wetu kwamba ni wasanii wadogo sana, wasanii wachanga sana, hawawezi kufanya hivi. No, kuna wasanii wengi wakubwa ulimwenguni wanafanya vizuri sana. Washatoa nyimbo ambazo zimefanya vizuri ulimwenguni kote, wamezisikia, lakini hawajabahatika kuchukua tuzo za Grammy. Wamekuwa tu nominated. Na hapa namzungumzia mtu kama Snoop Dogg. Snoop Dogg ni miongoni mwa wasanii wakali sana. Bahati mbaya sana hana tuzo ya Grammy. Msanii kama Nicki Minaj licha ya ngoma zake kuwa hits, licha ya kufanya vizuri kwenye Billboard, hajawahi kuchukua tuzo ya Grammy. Tusiende mbali, hata hapa Afrika tuna wasanii ambao wanakuwa nominated lakini hawajachukua tuzo. Msanii kama Davido hajawahi kubeba tuzo ya Grammy. Msanii kama Wizkid hajawahi kubeba tuzo ya Grammy. Haimaanishi hao ni wasanii wabaya kwamba hamna wanachokifanya. No, ni wasanii wakali sana, ila kutokana na watu ambao ama vipengele ambavyo wanawekwa wanashindwa kujump in. So tusiwaandalie wasanii wetu na ama tusiwalinganishe wasanii wetu na wasanii wengine kwamba wale wasanii wa West Side wanaweza West Africa hawezi. Tuwashindanishe wasanii wetu na wasanii wengine kwamba kipimo pengine msanii wa Tanzania mradi awe msanii bora tumshindanishe na msanii fulani. Hapana. Ni swala zima la kuwapa muda. Wasanii wetu nao inabidi wawe makini katika uandaaji wa kazi zao. Kabisa ni wasanii ambao wakali wakubwa ile kinoma. So tuendelee kuwa support wasanii wetu. Mimi Sukudro Kaiza behind the camera yuko mzima Nasir Hassan ambaye amekisha kazi ya shot kali ambayo inawaka ile kinoma. Make sure una subscribe YouTube channel yetu TZ Trends, tutakometisha ile kinoma. Until next time, bye bye.